Karibuni kwenye kipindi chetu cha Mashule Shule na host wako Josephat Raphael Nkungugu, na leo tutaongea kwenye kategori za kazi. Kazi kwa maana kwamba kwa kawaida kila aina ya kazi inatofautiana style ya kuitafuta na kuipata, na ni kitu ambacho kiko very clear kwa wengi. Kwa leo nitaongelea makundi almost matatu ya kupata kazi. Wengi tunafahamu, moja tunaita ni freelancing, kwa maana ya kufanya kazi wewe kama wewe, mtu binafsi. Mara nyingi sio kama kampuni, unakuwa ni wewe, unapewa kazi, tunaita gig, unaifanya. Kwa hiyo nitaongelea hiyo hapo, kwa maana kwamba unawezaje ukapata hiyo fursa na kufanya. Kencha pili nitaongelea habari ya private job, kwa maana ya kazi za sekta binafsi. Pia zina style yake kuzi approach na kuzipata. Lakini pia nitazungumza habari ya kazi za sekta ya umma, kwa maana ya kazi za serikali, namna ambavyo zipo na namna ambavyo unaweza ukazi approach na kuzipata. Kwa kila moja ina style yake tofauti, na kuna namna ambavyo ile chain ya maamuzi inakuwa tofauti kwenye kupata kazi. Kwa maana hiyo, kumbe ukielewa ile workflow inaofanyika mpaka mtu anakuwa sehemu ya hiyo kazi, utajua namna ambavyo unaweza reverse engineer ukaweza kupata access ya kupata aina hizo kazi. Kazi ya kwanza ambazo zinaitwa freelancers. Ukitaka kuwa freelancer, mtu ambaye wewe ni individual au ni mtu una competence fulani kwenye taaluma fulani. Let's say you are good developer, maybe ni Android developer au web app developer, chochote. Nimechukulia mfano kwenye taaluma ambayo unaifahamu, au ni graphic designer mzuri, unaweza kuwa freelancer ambaye unaweza ukawa paid. Kwa freelancer kuna changamoto ambazo ukizivuka au ukizi break, unaweza kuwa na chance kubwa kuweza kupata kazi. Cha kwanza kabisa, freelancer ni you have to do marketing. Ni jambo la lazima. We need to be aware. Tunatakiwa tujue kwamba wewe unajua ambacho unakijua. Tunajuaje? Lazima uweze kushow up pale ambapo panahitajika uweze kuonekana, na tuweze kujua kwamba unaweza. Na wakati tunashauri kwamba ni vizuri kwa una demo, una kazi za mfano ambazo unaweza ukazionyesha, ukashowcase your talent, kama ni kwenye social media platform, kama ni kwenye meetup mbalimbali ambazo zipo. Lazima uwe ni mtu ambaye unaweza ukatoka na uka access market. Marketing ni jambo la lazima unapotaka kufanya kazi binafsi. Lakini pia ninavyosema marketing inamaanisha kwamba haishi tu kwa wewe kuweza kujibrand, lakini pia unapata kazi, ile kazi ikaongee baadaye. Kwa hiyo ifanye kiwango ambacho yule aliyokupatia ile kazi awe na confidence ya kukupa kazi next time, au akuweze kukurecommend kwa mtu mwingine. Kwa hiyo marketing ina price zaidi ya 50% ya mtu anafanya freelancing. Marketing, narudia tena, anafanya kazi zaidi ya 50%. Na usipoifanyia kazi kwa makini inakusumbua. Nafahamu kwa mfano mimi binafsi na baadhi ya marafiki zangu ambao they are too good, yani wako vizuri kabisa kwenye maeneo yao. Wengine ni madeveloper wazuri, lakini anakuambia mimi siwezi kufanya presentation vizuri. Anakuambia ukweli kabisa kwamba mwingine siwezi kufanya, mwingine anajua hana profile yote kwenye social media, hana kabisa, zero. Hasa watu kama maana yake chance ya kupata kazi inakuwa iko ndogo, kwa sababu hana hao watu ambao wanaweza wakamuona na wakamwalika hata kujaribu kazi za kawaida, kuona anaanzaje kufanya hizo kazi ili wakampatia kazi kubwa zaidi, kwa sababu nafasi ya kufanya marketing iko chini. So it's not just about the talent or the competence you have, it's about the marketing, to make sure kwamba people they are aware of who you are, what are you doing and what can you deliver kwenye marketplace. Na ukiwa na wakanacho hicho kitu, watakupa kazi utafanya. Na wafahamu baadhi ya watu ambao rafiki yangu mmoja ana jamaa yake ambaye amemwambukiza tabia naye anayo, kwamba yeye anachokifanya hana ofisi physically, kwamba this is my office na analipia rent na nini. No, hafanyi hivyo. Yani yeye mkiconnect, mkaelewana kwamba tukutane Mlan City Grand Coffee, mnakutana pale, mtaagiza chai, mtaagiza whatever things, mtafanya discussion, mtaagree na mtafanya kazi from that place. Kama umwamini, maana yake uzifanya kazi. Maana yake kumwamini, kama ni down payment utalipia, utafanya naye kazi. Anafanya kazi underground kabisa. Haja streamline kazi zake, sio kuna secretary, kuna office, kuna nini analipia rent, sio vitu gani, hajafanya hivyo. It's okay kwa kuanza. Of course kuna level fulani, kuna aina kazi unaweza kuzipata kwa staili, lakini kama mtu ambaye unaanza unataka ku minimize your cost na nini za kufanya kazi, na ukao unataka kuwa self employed wewe mwenyewe, ucontrol muda wako na kila kitu, it's a good place to be. Lakini kama unavyosema, make sure kwamba una show up kwenye marketplace
kwa kufanya marketing na watu wakujue, and it will be good to go na kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo ni freelancer, na sio kila kazi unaweza kuwa freelancer. Ni vizuri pia kuongea hivi. Kwa mfano ukiwa mzuri kwenye engineering, let's say mechanical engineering, it's okay, unaweza ukasema unakuwa freelancer, lakini how ni baadhi ya kazi pia inabidi ufahamu ambazo zikafiti kuwa freelancer, kwa maana ya kufanya kazi tu in a home office wakati huna anything around there. Kwenye ulimwengu computer science it is possible, kwa sababu kuna kompyuta yako na ofisi yako, kwa unaweza kaenda ukapata kazi huko mahali fulani, ukaja nyumbani ukakesha nayo ukafanya kazi na ukanuka annual income. Lakini kuna baadhi pia taaluma ambazo huwezi kuwa freelancer. Ukiwa daktari, sijajua kwenye daktari unaweza kuwa freelancer kwa seri gani, I have no idea. Unaweza ukashare kwenye comment hapo kwamba unakuwaje freelancer. Labda unafanya consulting, inategemea pia na category ya daktari ambao uko nao. Labda unakuwa na deal na masuala ya afya ya akili, unaweza kuwa unafanya consultation za watu pengine kwa kuwafuata mahali walipo bila kuwa na ofisi yako binafsi. Lakini most of the work zinahitaji kuwa na uwepo wako ofisini. Lakini kwa kazi za baadhi ya taaluma kama usema hivyo, computer science au computer engineering au masuala ya ICT, unaweza kufanyia consultation kwa maana ya kazi bila kuwa na specific office. So that's about freelancing. Lakini pia kuna type kama online freelancing, kwa mfano Upwork. Upwork ni eneo ambalo ukienda unaweza ukashowcase your talent ukapata kazi ukafanya. Na naweza recommend, unaweza kumfollow somebody called Baraka Mafole. He's my friend actually. Anafanya vizuri kwenye space ya freelancing. Ni mtu ambaye ana hizo content nyingi, ana social media zake zote kwa Baraka Mafole, pia na YouTube account yanayo. You can follow the guy na akakupatia more detail about freelancing, kitu ambacho ukiwa wewe nacho you can do good in that space. Kundi la pili linaitwa private jobs, kazi kwenye sekta binafsi. Hizi kazi zilivyo ni kazi ambazo you need to be aware kwamba ni tofauti kidogo na kazi za serikali, mfumo wake wa kutoa ajira na namna nyingine. Of course pia kwenye private sector kuna makundi ya hizo private sector, kuna ambazo ziko way formal, zina system kabisa, ziko in place, wana HR, wana everybody around ambaye na wanafanya recruitment. Sizungumzie hizo corporate jobs ambazo zipo kwenye unaenda Yas, unaenda Vodacom, unaenda wapi, huko kuna mifumo rasmi ambao kidogo inakaribiana mifumo ya serikali. Kwa mfano kuna HR, kuna mfumo rasmi wa kutangaza ajira, kuna kufanya recruitment kawaida. Kuna hizi let's say second level, let's say kama ni first level, kuna second level za private jobs ambazo kampuni na watu 5, 6 hawana HR, most of them technical people, na baadhi ambao hapa ni customer service people na nini, sales people. Hizo nazo zina aina yake ya kupata kazi, kwa sababu hazina mifumo ambayo ni rasmi. Na ukitaka kupata kazi kwenye maeneo lazima pia una uelewa tofauti kwa kupata kazi kwenye maeneo. Mfano moja kabisa, inabidi uamini kwamba namna ambavyo wao wanaajiri sio kwa kutangaza huko kwamba we have this. Badala yake ni kwamba wana approach watu waje kwanza, alafu wafanye kazi walau kwa kuvolunteer au kwa internship fulani ambao utapewa some incentive kidogo, pengine nauli au nini, kutest your ability and your qualifications. Akiona una fit ndio baadaye waweza kukupa hiyo ajira ambayo unahitaji wewe. Na mara nyingi hizo sio, naweza kusema sio kazi rasmi, kwa maana ya hakuna hizo habari za kupewa, sio kuna pension na kuna noni, yani ambazo nazungumzia kazi ambazo hata mshahara unaweza kupewa mkononi, hakuna mifumo rasmi ya kibenki. Zipo hizo ofisi na zinafanya kazi na people are doing their job, na huwezi kuzibeza kwa sababu kutokuwa na kazi hakufanani na kufanya kazi kwenye namba unapewa cash mkononi kwamba this is your salary, haifanani. Kwa hiyo it's a better place kuanzia, hata kama sio namba utamalizia kwamba baadaye unaweza kama kusudi kufanya sehemu nyingine, lakini zipo. Kwa sasa hizi kazi unazipateje? Hilo ndio swali, kwamba namna kupata hizi kazi ni wewe mwenyewe kwanza kuamua kwamba na kwenda kuvolunteer pale. Ukiwa akilini mwako pengine unaweza usifikirie moja kwa moja kwenye swala la income, ukafikiria kwenye eneo la skills. Na hii ndio eneo ambalo of course tuna changamoto wa Tanzania wengi, na ni kitu ambacho you have to be clear kwamba kuna baadhi ya maneno za kufanya kazi kama internship na usilipwe pesa pase, lakini ukutana na watu ambao they are talented enough na wakaamua kushare experience zao kwako, na kwako ikawa a bridge, pengine hata baadaye unaweza kwenda kufanya application eneo lingine, kwa sababu una ile ground skills ambayo uko nayo, na eneo lingine hapo utakaloenda watataka interview na procedure zifanyike, na kwenye interview utakuwa na skills ambazo uko nazo huku utazi-apply kule. That's another advantage. Lakini advantage nyingine kwamba pale pale ambako utaanza for free, wakiona uwezo ulionao. Woga napenda kusema, nadhani naweza nikarudia tena kwamba kuna level fulani ya competence ukifikia, hakuna ambaye atakuchukulia kawaida. Yani hiyo ipo wazi kwamba kuna uwezo ukifikia tu, kila mmoja ata notice kwamba this man when it comes to video editing ni mtu mwingine.
huyu jamaa anapokuja kwenye video production ni mtu mwingine. Huyu jamaa anafanya kwenye graphic design ni mtu mwingine. Ukifikia hiyo level, manake people will respect you na watakupa hicho ambacho unakihitaji. Kwa hata ukianzia kwenye hizo ofisi ambazo zina watu 5 6, lakini ukawa na ile consistency, ukawa na juhudi ya kufanya kazi kwa ubora na uhakika kwamba utafikia level ambayo hiyo level hawatu kuchukulia kawaida tena, watakupa heshima yako, kwa maana kama ni salary na nini na benefits zingine utazipata, kwa sababu they know kwamba wakikuacha ukaenda sehemu nyingine utaacha ombwe au gap kwenye kazi ambazo ulikuwa unazifanya. I have a scenario moja, actually ni story. Kuna bwana mmoja ambaye anafanya kazi NMB. He's a graphic designer. Kafikaje NMB sijui, lakini alipofikia kutengeneza poster moja sio chini ya $100,000. You don't have that money, anakuambia thank you for your service na anaondoka. Sijui Mungu ya sasa hivi muachaje, kwa sababu yeye imeleta vitu vingi zaidi ambavyo pengine vinamsaidia productivity yake inakuwa ni way cheaper kwa muda mfupi zaidi, lakini kipindi hicho kabla AI je trend sana kama ilivyo leo, sababu AI inakusaidia pengine hata kudesign kwa haraka, alikuwa anataka $100,000 kwa poster moja au kwa tangazo lako moja ambao unataka aweze kulifanyia graphic design. Kwa nini? Kwa sababu anajiamini kwamba level yake ya competence ilipofikia ndio thamani yake ilipo. Hauna hiyo price tag, anakuambia asante kwa mwaliko wako na anaondoka. Kwa hiyo level ukifikia hakuna ambaye ataku-ignore, hayupo. So it's about you kuweza kufanya kitu ambacho kina make sense. Kwa hiyo private jobs hizo za kawaida ambazo hazitaki interview, anza huko kama ni mtu ambaye unataka kuweza kugrow skills. Na watakwambia karibu kwa sababu they know kwamba hautohitaji la nyingi. Kwa hiyo watakwambia karibu sababu wanakupa tu 5,000 maybe ya nauli kila siku. Au wanakupa maybe 50,000 kwa mwezi. Watakwambia karibu sababu uwepo wako sio sana kutokuwepo. Ijapokuwa utakuwa unaweza kudeliver kiwango hicho kikubwa cha skills. So you can start from there. Wakati una grow uwezo wako. Na hapa nazungumzia na watu gani? Nazungumza na watu ambao maybe ni fresh graduate. Ukitoka hapo fresh graduate, Tanzania haina level ya kurespect ma fresh graduate. Kwa hivyo I can tell you for the fact kwamba ukiwa ni fresh graduate ukatoka tu hivi mtaani kuingia kwenye mifumo rasmi na kupata ajira rasmi na kila kitu, anza sio jambo rahisi. Sio kwamba haiwezekani. Kwa hiyo kwa wale ambao inakuwa ngumu kwenu na unatamani kuwa kwenye space hiyo ya taaluma yako, haufikiri kuna kufanya kazi zingine ambazo ni nje ya taaluma yako, it's better ukaanzia huko kwa grow your skills na ukafikia level ambao unaweza kupata hicho unachokitafuta. It's a very good thing to do. Option ya 3 ni public space, kwa maana ya serikali au kazi za umma. Hasa hizi of course zina mfumo rasmi. Na siku zinazozidi kwenda hivi vitu vinaenda kusynchronize, vinakuwa iko very smart system ambayo chances za kumake some stories zinakuwa ni ndogo. Kwa hiyo sekta ya umma nowadays imekuwa na competition, sio kama kipindi kile. Na namna kuiapproach kidogo ni tofauti. Trick ambayo ipo, baadhi ya watu wanaitumia, wengi wanapata access, wengine inakuwa changamoto ni kwamba unaenda kuomba internship. Na internship inaombwaje? Hapo kuna shule pia ya kuelewana. Internship inavyoombwa, kuna kitu kinatoka TAESA. TAESA ni taasisi ya serikali ambayo imewekwa, ni employment agency ambayo haidili sio utumishi. So let us be clear here. Kuna utumishi na kuna TAESA. TAESA yenyewe inadili na ile eneo la internship za kwenda kwenye sehemu za serikali. Kwa hiyo ukiapply TAESA unapeleka actually taarifa zako rasmi na baadhi ya vitu ambavyo watavihitaji. Baada ya hapo, taasisi za serikali zinapokuwa zinahitaji watu wa kufanya nao kazi, huwa zinapeleka hiyo request TAESA. Kwa TAESA yenyewe inaangalia kwenye database yake kwamba okay, tunahitaji vijana ambao wana taaluma ya uhandisi wa miundombinu, vijana 5 wanahitajika TARURA Mbeya. Kwa hiyo TAESA inaangalia kwenye mfumo wake ule kwa database yake vijana ambao wamefanya hiyo application, then wanachukuliwa hao ambao TAESA iko nao, inafanyia interview. Sio fully special kind of interview kama ukitaka kupata ajira rasmi, hapana, lakini wanafanya a way to pick few ambao wataona wako na potential, then wamtapelekwa huko. The good thing ni kwamba ukiwa na internship ambayo inatoka TAESA is not for free, utalipwa. Ijapokuwa unalipwa mazingira ambayo sio kama mtumishi rasmi, hautopata benefits zote za kama mwajiriwa wa serikali, lakini utakuwa unapata at least amount ambayo inaweza kukusustain kuweza kumudu maisha wakati unafanya internship huko. Sasa internship inasaidia kwa sababu
una grow your professional skill moja. Lakini cha pili sasa na watengeneza room za connection za kazi hata kwenye ajira zingine kwenye sekta binafsi ambazo ziko form ambazo zinataka ajira, zinataka vijana. Lakini pia kwenye serikali pia kama ikitokea bahati wakati tunaendelea na internship hapo zikaja ajira za serikali kwenye hilo eneo, huwa wanasema kwamba tuna huyu kijana ambaye tumefanya naye internship kwa mwaka 1.5 kwa mfano, ambaye anaelewa culture yetu ya kufanya kazi, ameshafanya kazi na sisi tunafahamu. Ikitokea let's say kuna Ecomax na mtu ambaye katoka huko na hawamfahamu, wana chance ya kuchukua kwa sababu wanaweza kabeti kwamba wewe unaweza kudeliver kile ambacho wanakihitaji. Na ile tu kama ni kweli ulifanya kile ambacho ukifanya na ukawa na kiwango cha productivity ambacho unakihitaji. Kwa wewe una chance ambayo ufanya internship kwa sababu tayari una uwezo, una reputation ambayo itatengeneza tayari. Inaweza kutumika reputation kuweza kupata hata hiyo ajira rasmi ambayo itatoka wakati huo. Kwa sababu miongoni mwa watu ambao wanafanya nao kazi pengine wanaweza kuwa ni sehemu ya wafanya maamuzi wakati hizo ajira zinapokuwa zinatoka, kwa sababu kuna mambo ya interview na nini, pengine ile cabinet zakae na usishwe wale watu ambao pengine they understand who you are. Kwa hiyo ni muhimu kwamba unapofikiria ajira rasmi za serikali, it is better kufikiria pia swala la nini la internship, kwa sababu hiyo itakujengea kwanza uzoefu kwenye eneo husika la taaluma ambayo unaisomea. Lakini pia zinapokujezea ajira rasmi unaweza ukachukuliwa namna ambao ukawa na priority ya awali ukilinganisha na wengine ambao wametoka kwenye fresh graduate au wametoka kwenye mazingira ambayo wanafanya majukumu mengine ambayo sio ya kazi ambayo unaifanya. Nicho kisema they are just ideas ambazo zinafanya kazi kwa watu ambazo huwa wanazitumia, lakini pengine you can apply them or you can think on the otherwise. Ila pointi ni kwamba ajira za serikali zina series of interview, na kila interview ina kitu chake ambacho na kitest, na watu wengi wamekuwa wanafeli kwenye stage ya practical interview kwa sababu they have no idea about those stuff. Wewe ambao umeenda kufanya internship, ile practical interview pengine ndio kitu ambacho unazifanya ongoing, kwa unakuwa una chance ya kufanya vizuri kwa sababu you knew the situation. Ngoja nikupe scenario moja pengine utanielewa. Niko naongea na finalist mmoja ambaye alimaliza anafanya interview kwenye taaluma yetu ya kompyuta. Yeye alikuta setup ipo, alafu akapewa wire. Nikisema wire namaanisha Ethernet cable. Alafu akakuta kompyuta ziko pale, akaambiwa just one instruction. Hizi ni files ziko hapa. Now your job ilikuwa ni interview masuala ya computer networking. So akaambiwa no. Okay, alivyoenda kufanya hiyo practical, nadhani tunafahamu hatua zilivyo. Hatua ya kwanza utasubmit your CV na nini, watafanya screening, watakuchukua kule. Baada ya hapo watakufanyia written, mtapiga mtihani, mtachujwa hapo, mtatoka. Baada hapo mtaingia kwenye nini? Kwenye practical, kabla hujafanya oral na vitu vingine. Sasa kwenye ile stage ya practical akaingia kwenye kile chumba, akapewa kompyuta 2 na akapewa wire wa Ethernet cable. Mnaosoma tuma kompyuta mnauelewa wa RJ45 kote kushoto na kulia. So take this cable and unaona hizi file, yes, chukua hizi file hapa zihamie kwenye kompyuta nyingine. Basi no more no less instruction. Akaachiwa pale, ameondoka huyo msimamizi, kwa akamwacha pale. Kwa kitu kama hicho, kama haukusoma vizuri kompyuta networking, maana yake hapo utazunguka huko, utatokea huko na mwisho wa siku muda utaisha, ndio unashindwa kufanya chochote. So it's number ni concept tu ya kawaida, utacheza na IP address pale, utacheza na hizo file transfer na nini na networking, mambo atakubali. Kwa hiyo unakuta ni kitu ambacho kinakutaka wewe unauelewa. Kwa kumbe ukimaliza kugraduate pale, lazima utafute namna kujiattach kwenye chain ambayo itakufanya uendelee kufanya practice ya vitu ambavyo ulivyosoma, ili kitokea hata zile interview ambazo unakuzifanya kule, wewe among of those ambao watapata access ya kupata kazi. Otherwise inaweza ikawa changamoto. So thank you for understanding, and that's what hiyo ilikuwa ni section ya kazi na mambo unaweza kupata kazi kwenye maeneo matatu. Just to make a recap, tumesema kuna kufanya freelancing ambayo
the critical thing ambayo wengi wanaisahau ni kufanya marketing ili what you have watu waijue na waje kwako wafanye hiyo kazi. Cha pili ni private jobs kwenye sekta binafsi, lazima uende ufanye wakuone. Na mara nyingi waga hawanaga barrier to entry, yani ukisema tu unataka kazi watakukubalia kwa sababu hawahitaji pesa kukulipa wewe kiwango cha pesa, na hata wakikujali wataanza kukulipa nauli na vitu kama hivyo. Ni hela ndogo lakini itakutosha kuweza kudevelop skills ambazo baadaye zitakusaidia. Cha tatu ni ajira rasmi na serikali ambazo zilivyokaa lazima uwe una uwezo wa kudemonstrate uwezo wako kupitia interviews ambazo zitakufanya kupata kazi. Asante kwa kunisikiliza. Host wako Josephat Raphael Nkungugu, na hii ni Mashule Shule, ni zaidi ya darasa. Karibu sana utufuatilie. Naomba usubscribe hapo chini kwenye account yetu ya YouTube ili uendelee kupata updates na video mpya tunazo-upload kila siku. Lakini pia kingine, tufuatie kwenye social media zetu ambazo zipo live kwa jina la Josephat Nkungugu. Tupo X, zamani Twitter, tupo TikTok, tupo Instagram, Facebook na maeneo mengine. Asanteni sana na Mungu awabariki. Bye.